wa Krismasi, wakati tunapokumbuka kuzaliwa kwake Yesu, tutaendelea tu tukifikiria, tukikumbuka kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Maana kuzaliwa kwa Yesu ulileta tofauti kubwa sana katika maisha yetu sisi binadamu. Na pia leo ningependa tuangalie maisha ya Joseph. Tunaweza kujifunza nini kwa Yusufu? Najua Joseph ambaye alikuwa baba wa Yesu Kristo wa hapa duniani. Joseph, what can we learn from his life? And then nitaangalia tena baadaye kuhusu Yesu Kristo himself. So Joseph journey is a powerful example of trust and obedience. Yusufu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anaamini sana na alikuwa na imani sana kwa Yesu Kristo, na alisikiza roho wa Mungu vile alikuwa anavyomwambia. Obedience kwa Joseph tunaweza kuangalia sana kwa kuanzia Matthew 1:18. Hebu tuangalie Matthew 1:18. Mathayo Matthew 1:18 to 25. Matthew 1:18 to 25. Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with a child of the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, being a just man and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So all this was done that it might be fulfilled with which was spoken by the Lord through the prophets, saying, behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Jesus, which is translated God with us. Joseph was a very honorable person. Joseph, kuna mengi ile sisi tunafaa kujifunza katika maisha ya Yusufu. Joseph was obedient, Joseph was trustworthy. Joseph alikuwa ako na example mingi sana, na sijui kama sisi tukiwa wa Kristo kama tunaweza kuwa na examples kama hizo. Imagine uko na mwanadada ambaye unamposa, alafu hapo unasikia yako na mimba si yako. Sina maajabu kukubali kuishi pamoja na yeye. Sasa wakati Yesu wakati roho ya Mungu alipomnenea akamwambia, wewe usimtupe Maria. Yeye alisikiza. Yeye alikuwa ni mtu obedient to the Spirit of God. So this teaches us also to be more obedient, to trust the word of God, to trust the Spirit. Kama roho ya Mungu amekuelekeza mahali, fanya hii, amina. Usikatae, usipinge. Joseph's willingness to marry Mary despite her pregnancy. This shows faith and trust to God. Biblia inatuambia kwamba Yusufu alikuwa ameweka mpango. Akasema huyu mwanadada nitamwacha polepole, ndio watu wasijue, ndio asiaibike.
kwa sababu yeye ni mtu alikuwa anachunga heshima zake, na pia kwa huyu dada hakutaka kumwaibisha. Sasa hiyo neno ilikuwa ni kubwa sana. Hiyo obedience ni ya hali ya juu, maana Yusufu huyu alimpenda Mungu sana na alijali sana kuishi katika utakatifu. Sasa hata sisi as Christians, we should be obedient. We should trust the Holy Spirit. We should trust Jesus. We should trust God. Haijalishi sisi tunapitia nini. Kama wewe uko na changamoto aina yoyote, na Roho wa Mungu amekuelekeza, amekuambia wewe fanya hivi, wewe wacha namna hii, be obedient. Be obedient, because obedience ni muhimu sana kuliko hata sadaka zako. When we are obedient, we grow spiritually. Tunaona pia this man Joseph, yeye aliamini kwa naitwa nini, divine guidance of the Lord. Yani aliamini kuongozwa na Mungu. The angel's message and Joseph's response demonstrate reliance on God's guidance. Yani yeye aliamini sana neno la Mungu, kiwango alikubali kuelekezwa na Roho ya Mungu. Bali alikuwa aliambiwa fanya hivi na akafanya hivyo. Yeye hakuwa na wasiwasi, yeye hakudoubt Roho ya Mungu, yeye alifuata maagizo exactly. Na hiyo tunaona kwa Matthew 1:20 na 21. He accepted when he was told to accept Mary, yeye akakubali. And that one helps us so much as Christians today. Let us trust God. Let us trust the word of God. Let us trust the guidance of the Holy Spirit over our lives. Sisi tukijielekeza kivyetu tutapotea. Maana mara mingi tunaweza kubebwa na emotions zetu. Tunaweza kubebwa na watu wale wengine wako na tabia zisizokubalika mbele za Mungu. Sasa tukijiwachilia ama tukubali mashauri ya binadamu, tunaweza kupotoka. Maana shetani hutumia mtu. Sasa mara nyingi tunapokuwa na changamoto katika maisha yetu, wewe jiulize, Roho ya Mungu inasema nini kuhusu maisha yako? Kwa sababu wewe mwenyewe unaweza kumwamini maagizo ama counsel ya rafiki yako. Na huyu rafiki yako yeye mwenyewe amepotea. Sasa mtu yule amepotea, atasaidiaje mwingine yule amepotea namna gani? Nyinyi wote mtakuwa ni vipofu. So when we pass challenges in this world, it is very important we ask the report ya Mungu. Inamaanisha inasema nini? Wewe umejikuta katika mahali pabaya. Sasa wewe utaamini report ya binadamu ama utaamini report ya Mwenyezi Mungu? Sasa sisi tukitaka kufaulu katika maisha ya Ukristo, ni lazima tuamini yale Mungu anatuambia. Ni lazima tuamini yale Roho ya Mungu anatuambia. When we pray and God speaks to us, that should be final. It should not be what we say. Maana hata tukiangalia, hata tusome hapa vile alisema 120 hapo, tukirudi nyuma kidogo 120 hapo inasema, but when he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared in a dream, saying, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Yusufu alikuwa ameweka mpango kumtupa Mary. Lakini Roho ya Mungu akamwambia usiogope, maana hiyo mimba ni ya Roho Mtakatifu. Na Yusufu akakubaliana naye. Just imagine if it is today. If it is today. Unaona mama amekuwa na mimba na si wewe. Na Roho ya Mungu akwambia wewe utafanya nini? What would you do? Mara nyingi watu wanatoroka kabisa, hata sasa hiyo hataki maneno ya Holy Spirit, wanasema maneno ya Biblia kuanzia hapa mimi anaweka chini na alafu huyu mama aonane na mimi. Si ni kweli? So this man was obedient. This man accepted the guidance of the Lord. Sasa sisi kama kanisa ni lazima tukubali mwongozo wa Roho Mtakatifu. Ndio tufaulu. Hakuna njia nyingine.
Hii barabara ya wokovu iko na changamoto mingi sana. Usipokuwa mpole, usipokuwa mtu ambaye unauliza Roho Mtakatifu nifanye nini, if you do not rely on prayers, you will not succeed. Even now this church tumeambiwa saa hii tutakuwa na prayer and fasting for 21 days. Why are we praying? Because we are looking for the direction of God. Tunataka mwongozo wa Mungu kwa hili kanisa. Kanisa ile aiombi hakuna pale wanaenda. If you do not pray for your family will crumble. Sisi tumepewa example sahi na kanisa ya kuweza kuanza maombi ya 21 days. Wewe kwa familia yako uko na mpango gani? Wewe umepanga maombi kwako? Because what we do here, we should also be doing in our homes. Na nashukuru kanisa hata iko pale tumeambiwa kwamba tuombee familia zetu. Sasa hii ni mwongozo mzuri ile lazima sisi tukubali. Hata mwongozo ya kuleta maombi ile tutaombea for 21 days, hiyo ilikuwa guided by the Holy Spirit. So even in our homes, let us pray for our children. Let us pray for our spouses. Let us pray for all that we do. Pray for your family at large. Because in a family, if you don't have Christ in your family, if you cannot accept God to guide you, Jesus to guide you, Holy Spirit to guide you, you will crumble. And that's why many families wanakuwa na shida mingi. Ni kwa sababu watu hawajakubali mwongozo wa Roho Mtakatifu. Tukubali Yesu Kristo atuongoze. Yusufu aliamini tena kwa kulindwa na Roho wa Mungu. Protection and provision. Alilindwa na Mungu na Mungu akashughulikia mambo yake. Joseph's trust in God's protection and provision is evident in his action. Yeye alimwamini Mungu wakati alipoambiwa atoroke, maana Herode alikuwa anataka kuua Yesu. Aliamini na akatoroka na mtoto na mama. Na pale alienda hakukwako amepanga ati mimi nitaenda Kana maana hii. Unajua before you travel watu wanatengeneza siku hizi kitu inaitwa itinerary. Hata kama unaenda nje saa nje unasema mimi naenda lala mahali fulani, hoteli fulani, nitakula hii, nitafanya hii. Yusufu hakupanga hiyo. Yeye alimwamini Yesu Kristo. Aliamini Mungu ku provide for him. Yeye alijua Yesu atamlinda ya kwanza. Na alijua Mungu ata provide chakula yote, chochote ile wangetumia, Mungu ana provide. God will never bring you to this world na akose kukushughulikia. Wewe umezaliwa. Si ati umekuja hapa kwa bahati mbaya. God knows you. He knows your life. He knows where you came from. He knows all your needs. He knows what you are going through. Trust God. He will provide for you. If I tell you as a man kwamba nitakuprovidea, that's a lie. Hakuna binadamu anaweza kumshughulikia mtu 100%. Hata mzazi wako hawezi akakushughulikia 100%. Yeye atajaribu tu ile anaweza kama binadamu. Lakini yule atakushughulikia 100% ni Yesu Kristo. Ni Mungu Baba. Ni Roho Mtakatifu. Sasa sisi tumwamini. Protection. A human being can never protect you. It's only God. Hata ukiweka security namna gani, weke maumbwa, weke wall kubwa, weke mawaya, weke alarm system, wajiri askari, utafute mabunduki, utapatikana tu. Si hata watu wanaishi mpaka manyumba kama safe na wakora wanapatanga hawa ndani. And you find mtu ya Mungu anaenda tu hata nyumba hata hakuna lock ile mzuri sana. Na analala mpaka asubuhi vizuri. Na anaishi vizuri kwa sababu gani? The Lord is protecting him. So let us rely on God to protect us in our life. Let us accept God to have full control of our life. Hata kama uko na challenge ya ugonjwa, Yesu atakuponya. Kama uko na challenge ya school fees ya watoto yako, Yesu ataprovide. Naona kama sasa tunaenda kufungua mashule. Si masherehe inaelekea kuisha sasa, next week shule inaanza. Na una school fees. God will provide for you.
Usiwe na shida. Yesu anajua ni nini inaendelea. Yesu anajua watoto wako. Yesu anajua mahitaji yako yote. Kama una rent, Yesu atafungua njia. You'll pay your rent. If I tell you I'll be paying your rent, I'll cheat you because I'm a human being. Na sisi tuko na upungufu katika maisha yetu yote. Katika hii safari ndio tu faulu kama Wakristo. Ni lazima tukue na uvumilivu. Joseph alikuwa mtu mvumilivu sana. Joseph lazima alitiakiwa na watu wale walijua hayo mambo. Lakini yeye hakutaka kuleta maaibu. Yeye mwenyewe alivumilia na akatrust Mungu katika maisha yake. Wewe wakati unapotembea vizuri, unapofanya shughuli za Mungu, huko nje kuna mawe mingi sana ile watu wanatupiwa. These days when you say I'm a pastor, watu wanaanza kuona wewe kama ni apena, wanaona wewe kama ni mkora, wanaona wewe kama ni mtu unataka kukula pesa ya watu. We don't share the word of God ati ndio watu watupee. Mungu hawezi kutupea kazi ya kufanya na akose kutupea mahitaji yetu. There must be a provision. Sasa wakati tunapigwa, sisi tunavumilia ndani ya Yesu Kristo. Hata Yesu mwenyewe alikuwa ni Mungu, lakini mwisho sio alimpeleka mpaka msalabani. Huduma yake ilisha hapo. Ilianzisha ile inaitwa sasa mwanzo mpya. Na mambo yakabadilika na mambo ikaendelea mpaka Ukristo iko mpaka leo. Ndipo sasa sisi tunasema Yesu ni Bwana. Ni kwa sababu Yesu Kristo alivumilia mateso, alivumilia kuchapwa, alivumilia kila kitu kwa sababu yako. So let us persevere. As a Christian, you are going to pass a lot of challenges. Watu watakudharau, watakufanya chochote, lakini wewe simama na Yesu Kristo. Sisi tunajifunza hapa kwa sababu unaona Yusufu alivumilia sana. Alipigwa, watu walimwambia mambo mengi sana, lakini alisema tu mimi ninafuata yale Roho Mtakatifu alifanya nini? Alisema. Ndiposa maneno ya Yesu Kristo, mtoto Yesu Kristo ikaendelea vizuri. Joseph continued obedience and faithfulness despite challenges inspires us to trust God's plan. Yani plan ya Mungu ni plan ya maana. Plan ya Yesu Kristo ni plan ya maana. Plan ya Roho Mtakatifu ni plan ya maana. Without God's plan over our life, without God's direction over our life, we will go nowhere. But when we accept the plan of the Holy Spirit, the plan of God, the plan of Jesus over our life, things will be okay. Sasa wewe usisumbuke sana katika hii maisha. Wewe kubali tu na uwe mnyenyekevu. Wewe uwe ni mtu unasikiza. Be obedient to the Holy Spirit and you will never fail in everything. Hata kama changamoto hizi ije namna gani, wewe usijali. Wewe amini tu, Yesu unanijua, Yesu unajua mahitaji yangu, Yesu unajua watoto wangu. Naona tuseme hata ukweli kabisa. Many families, they pass through a lot of challenges. But when you persevere and stay in the house of God, hata unajua mtoto anaweza kuamua kukuaibisha as a parent. I'm telling you the truth. Anaweza amua kukuaibisha. Afanye mambo ile wewe hautafurahia kama mzazi. Mambo ile wewe unaona unaaibika. What do you do when this is your child? Wewe ule mzazi utafanya nini? The best thing ni kumwamini Yesu Kristo. Trust the plan of God over your life. Mwambie Yesu Kristo, huyu mtoto wewe ulinipea. Huyu mtoto wewe mwenyewe utambadilisha. Huyu mtoto unajua maisha yake yote. Huyu mtoto nilimleta nyumba yako. See, every time we pray for children here, maana yake ni nini? Wakati inasemekana dedication, mtoto kuwekewa wakfu, maana yake ni nini? Yeye anaingizwa katika mpango ya Mwenyezi Mungu, si ndio? Kufika huko katikati shetani akupoteza yeye namna hii, wewe msasi usikufe moyo, wewe simama. Hata mkisikia mtoto wako amefuta bangi, ametumia madawa ya kulevya, wewe usikufe moyo, wewe simama na Yesu Kristo, mwambie huyu mtoto nilimleta kwa nyumba yako, huyu mtoto nilikupea, hata akiwa mahali pale umrudishe. Na siku moja atarudi kwa machozi akisema, mama, baba, unisamehe. Mimi nilikuwa nimepotea. Na mtoto yako ataokoka na atakuwa mtu.
So key thing here, let us trust the plan of the Holy Spirit over our lives. Tusikufe moyo. Usikufe moyo. Hata wewe uko na shida ndani ya nyumba yako, usife moyo. Mungu anajua vile wewe ulianzisha hiyo ndoa, anajua vile ulianzisha hiyo maisha, anajua vile wewe uko. Wewe tusimama tu, usione tu shida ile unapitia. Wewe angalia Yesu Kristo. Na ukimwangalia tu Yesu Kristo hivi, mambo yako yataanza kurudi. Yataanza kurudi. Na siku moja utasema hakika Mungu ulitenda. God is able to change your situation. Yesu angaliange ati wewe situation yako ni namna gani, ati wewe unakaanga namna. Hapana. Yesu anataka kila mtu, kila mshirika aishi vizuri sana. Yesu anataka kila nyumba isimame. Yesu anataka kila mshirika awe na furaha ndani ya maisha yake. Mwenye analeta hii shida yote ni shetani. Lakini sasa sisi tutafanya nini ndio tumshinde? Turudi kwa Yesu Kristo na tusimame kwa mpango ya Yesu Kristo. Ukipata changamoto usikatae kuja kanisa. Ukipata changamoto usienda kunywa pombe. Ukipata changamoto usisema hata huko kanisa, tangu niende kanisa mambo yangu iliharibika. Hapana. Wakati unapitia changamoto ni wakati ya kukuja kanisa kabisa. Wakati unapopitia changamoto ni wakati ya kuomba kabisa. Wakati unapopitia changamoto ni wakati ile unastahili kumkaribia Yesu Kristo kabisa. Na hapo vile nilivyoanza nikasema maombi yale tunaomba hayatupi bure. Zinaweka into a golden bowl in heaven ambaye ni manukato mbele ya Mungu. Na kila ombi siku moja itajibiwa. Yes, it will not be in vain for you. Hii kazi ama kukaa nyumba ya Mungu ni lazima tusoee kuvumilia, ni lazima tumwamini Yesu Kristo. Obey his will and rely on his guidance and provision. Haya ndio yale tumelang katika maisha ya Joseph, na hiyo maisha Yusufu alivumilia, ndiposa mpango ya Mungu ikaweza ikatimilika. Ndiposa sisi tunasema leo Yesu ako nasi. Maana yeye alikubali kutumika ndani ya Yesu, kutumika kwa kumshikilia Maria mpaka mwisho. Now I want us to see about Jesus Christ. Jesus' importance of the birth of Jesus Christ to us Christians. Yesu kusaliwa kwetu kulikuwa na maana gani? Yesu kusaliwa kwetu kulikuwa na maana gani? The birth of Jesus Christ is very important event in Christianity because this is the foundation of Christianity. Yani unaona hata ukijenga nyumba kuna yale mawe inawekwa huko chini. Mawe ya msingi. Mkristo yeyote sisi tumejengeka ndani ya Yesu Kristo. Yani Yesu ni mwamba katika maisha yetu. Without Christ we will go nowhere. So the birth of Jesus Christ, wakati wa Christmas ni wakati ile muhimu sana kwetu kama Wakristo, maana sisi imani hapo ni pale imani yetu ilipoanza. Sasa katika maisha ya Mkristo sisi to take seriously, maana ni foundation katika maisha yetu. Na hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kukuja kwa Mesia ambaye ni mwana wa Mungu. Mesia hata ilikuwa prophesied huko nyuma. Ikamaanisha kukamilika kwa prophecy, inaitwa kwa Kiswahili unabii, ni kukamilika kwa unabii. Hata ukiangalia kwa Isaiah, kitabu cha Isaiah 7:14. Isaiah 7:14. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and he shall call his name Emmanuel, God with us. Emmanuel means God with us. Sasa ilikuwa imetabiriwa zamani kwamba Yesu Kristo atazaliwa.
kwamba mwokozi wa ulimwengu atasaliwa. Sasa Christmas ni siku muhimu sana. This is a time for a Christian. Unajua kama hujui foundation yako unapotea. Kama Ukristo yako unataka kuanzia kujenga nyumba juu, unajua all houses when we build we go down, si ndio? Alafu tunapanda, si ndio? Lakini kama wewe Ukristo yako ianzie juu, hii nyumba imeanzia juu tu hivi, hiyo nyumba itasimama. Sasa wewe kama wewe ujui foundation of Christianity, wewe utaanguka, kwa sababu changamoto ikikuja yoyote itakuangusha. But when you know your foundation being Jesus Christ, you will stand. Maana Yesu Kristo mwenyewe ndio anatushikilia. Foundation stones ndio inashikilia nyumba mzima. Si ni kweli? Lakini nyumba ile haina foundation, hata upepo mkali ikikuja, hata dhoruba ikikuja, inafagia na inafanya nini? Inaenda. And that answers the question. Kwa nini watu wengine wakipata challenge kwa kanisa wanatoroka? It is because their foundation is shallow. Yes. So we need to go down. We need to go deep. Inachimbangwa hiyo mtaro, inachimbwa mtaro when you are building a house, inachimbwa mpaka upate ile mchanga ngumu. Ile inaitwa maram. Ndio hapo foundation inaanzishwa. Alafu inajengwa. Sasa sisi kwetu wa Kristo, tuko wa Kristo, our foundation is Jesus Christ himself. So when we don't understand kwamba Yesu ni foundation yetu, tunapotea njia. The person ule amebuild imani yake kwa Yesu Kristo, changamoto ikija maisha yake anajua hii ni uongo ya shetani. Lakini kama wewe hauelewi, utakuwa unasukumwa tu kila mahali. Itakuwa wewe unalia tu, you remain a baby forever because msingi yako ni wasiwasi. But as a mature Christian, wewe utakuwa unatembea ukijua uko na Yesu. Chochote ikikuja unasema hii wewe shetani I've noticed you. Hakuna pahali wewe unaenda, wewe umeshindwa tayari. Lakini ukiona mtu yule akipata changamoto anainua problem sana, anashout haya, hiyo shida yako naye. Ako na shida na foundation yake. Because life in Christianity hatujapromisiwa ati itakuwa life smooth, ina changamoto. We will pass through a lot of challenges. Lakini ni nini inatukip katika reli? Ni msingi ile tuliwekewa na nane? Na Yesu Kristo. Kama wewe uko kwa msingi wa Yesu Kristo, haitalishi ile changamoto uko nayo, because you know whom you are in Christ Jesus. Your identity is Christ. Wewe msimamo wako ni Yesu Kristo. Msimamo yako ni ya Yesu Kristo. Kulala yako ni Yesu, kuamka ni Yesu, kutembea ni Yesu. Sasa shetani anapoleta changamoto katika maisha yako, unamwambia wewe shetani, nimekutambua. Hauwezi furuga nyumba yangu, hauwezi furuga kazi yangu, hauwezi furuga shughuli zangu. Wewe unaambia enda kabisa, ondoka katika maisha yangu. Na wewe utasimama. Lakini unapoona kwamba ati ukipata changamoto unatoroka kanisa, vile nilikuwa nimesema, inamaanisha your foundation is very shallow. Iko juu. Chochote ikikuja inaenda na wewe. Tunaangalia tena katika maisha ya Yesu. Tunajifunza kwamba Yesu ni mwokozi wetu. Tukisoma katika John 3:16. It's a very simple verse tunasemanga kila siku. John 3:16. Hebu tuseme for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life, ama everlasting life. Mungu alidhihirisha upendo wake katika maisha ya binadamu. Unajua uhusiano ya binadamu na Mungu ilikuwa imeharibika kwa sababu ya dhambi. Alafu Mungu mwenyewe akasema nitafanyia nini ili niweze nikamrejesha binadamu kwangu. Ndiposa Mungu akasema nitamtoa mwana wangu aliye wa pekee aje afa kwa ajili ya nani? Binadamu. Alafu ile damu ya mwana wake, damu ya Yesu Kristo, ioshe huyu binadamu, ili hata wakati Mungu anapokuangalia, anaangalia damu ya mtoto yake, anaangalia wewe ukuwa sawa. Yesu
anakuja katikati yetu. Jesus himself preached between man and God. Sisi wenyewe tuko na udhaifu mingi sana. Ikiwa ni wewe utaenda mbinguni kwa sababu ya haki yako, hautafika mbinguni. We are made righteous through Jesus Christ. Sisi tuko na udhaifu mingi. Tunaenda tu mpaka ukikonga huko naambia Yesu nishike mkono. Yesu anakushika. Bora tu wewe ni mtu ambaye unatubu dhambi zako. Wewe ni mtu ambaye unaishi katika Yesu Kristo, katika utakatifu. Bali wewe uko na changamoto, unaenda kwa Yesu Kristo naambia Yesu, mimi nimeshindwa na hii, nisaidie. Yesu ni wa huruma. Yeye atakusafisha. Hakuna dhambi ile Yesu hawezi kuondoa katika maisha yako. Hata kama umefanya dhambi gani, mradi tu wewe uende kwa Yesu Kristo na utubu dhambi zako na uishi maisha ya utakatifu, ndio utafika mbinguni. Without the blood of Jesus, without Jesus you will never see heaven. Hauwezi enda kwa sababu ya ati unasema self righteousness, ati mimi nimeokoka sana. Wewe utaweza wewe peke yako. Ni through Jesus Christ. We'll go to heaven through Jesus Christ. We need the blood of Jesus over our life because it will wash us na tutakubalika mbele za Mungu. Jesus initiated the plan of God over our life. Ndipo tukapata nini? Salvation. Vile Yesu alikuja ilikuwa ni mpango ya Mungu ndio tupate wokovu. Jesus himself he provided a perfect sinless sacrifice through his life, death and resurrection. I think it should be his birth, death and resurrection. Unaona Yesu alikuwa ni lazima asaliwe, lazima afe, lazima afufuke kwa ajili yako. Hakuna kitu Yesu alikuwa anataka amekosa hapa duniani ama huko mbinguni. Yesu had everything. Lakini Jesus, Jesus is God. Na alikuja akakuwa binadamu kama sisi. Ndio akatembea na sisi katika hii ulimwengu. Yale sisi tulishindwa kuyatimiza, Yesu mwenyewe akatimiza. Yesu akapitia shida zetu. Yeye mwenyewe akakubali kubeba dhambi zetu. Akaenda, akateswa, akaenda msalabani, akauawa pale. Alafu akamzika. Wenye kufanya hiyo kazi walifikiri wamemaliza hiyo shughuli. Hawakumaliza. Yesu akafufuka. Alikubali kufa kwa sababu gani? Ili kushinda dhambi, ili kushinda kifo. Our Jesus is beyond death. He is God. Hawezi kuuawa na akae huko kaburini. Yeye alikubali kwenda huko na akaenda akanyang'anya shetani ufunguo. Sasa sisi tuko na wokovu. So the death of Jesus Christ ilitusaidia. Jesus himself is our last sacrifice. Wewe ukienda kule nje mtu anakuambia leta sacrifice, ndio nikuambia wachana na hiyo mtu. Wewe toka tu polepole, hata usiambie mambo mingi. Sacrifice ya Yesu Kristo ilitosha. Si kuchinja mbuzi, si kuchinja ng'ombe kama wanachinjanga, si kuchinja kuku kama watu wanachinjanga, hapana. Jesus himself is our last sacrifice. Kama wewe unataka kutoa sadaka yako ya upendo, lete kanisani. Kama wewe unataka toa sadaka yako ya shukrani, lete kanisani. Lete. Lakini ile unaambiwa kabla wewe uombewe, na lazima utoe hii. Hakuna. Inasemekana freely you received, freely you give. Tumepokea wokovu bure na sisi tupeane bure. Sisi maombi tumepokea bure na lazima tuombee watu nini? Bure. So in this church we don't ask for money to pray for you, no. You come, kuja kwa madhabahu hapa, utaombewa bure. Ita bishop kwako, ita ene pastor kwako atakuombea bure, hata kuitisha chochote. Wewe kama kuna kitu ile unataka kutoa kwa sababu Yesu amekutenda mema, kuja Jumapili weka sadaka yako kwa box hapo. That is our policy. That is what Jesus is teaching us. Sisi hakuna ile sisi tunaweza kuja kufanya ile inashinda hiyo. Jesus himself alileta restoration. Restoring the broken relationship with God and offering eternal
life. Yeah, he restored us to God. Na sisi tukapata eternal life. Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu alitusaidia, alitushindania. Yeye ni Yesu. Yeye ni Mungu wetu. Yeye ni kimbilio letu. Jesus is everything over our life. Hata tukiomba tukiwa na shida anatusikiza. Uombe usiku anakusikia. Uombe asubuhi anakusikia. Hapa kuna mtu mmoja anaitwa nani? Simeon. Simoni aliambiwa yeye hata kufa bila kumwona Yesu Kristo. Huyo mtu alivumilia, maana yeye alitaka kujua maneno ya wokovu kwa ulimwengu. Akaambiwa wewe hautakufa mpaka utakapomwona. Siku moja yeye akaenda, Yesu alikuwa amepelekwa temple kutimiza sheria. Roho wa Mungu akalead Simon mpaka akaenda akamwona Yesu, akasema leo nimeona the salvation of the world. Sasa Lord, you may take your servant. Jesus is our light. He brought revelation to the Gentiles and glory to the people of Israel. Gentiles ilikuwa ni sisi. Sisi watu watakuwa kwa saingine, mimi nasema atakuwa kwa kiutani, sisi ilikuwa ni watu ya kitimoto. Lakini kama si Yesu Kristo, sisi hatungeweza kupata hii wokovu. Lakini kupitia kwa Yesu Kristo, sisi tumepata nini? Wokovu. Na akalete furaha kubwa kwa wana wa Israeli. Yeye alilete mambo mengi. He brought great tidings of joy which will be to all people. Alilete furaha, alilete amani kwa watu wengi sana. Sasa katika maisha yetu ya Ukristo, Yesu ametupea kutosheka katika mioyo yetu. Bila Yesu hatutaweza chochote. Lakini tuko na amani kwa sababu ya Yesu Kristo. Na katika kule mbinguni alilete glory. Katika mbinguni, when we are celebrating here the joy of the Lord, huko mbinguni kuna glory. Yes. Heaven will be glory. That is in Luke 2:14. And on earth there will be peace and goodwill towards men. Sasa kwa Yesu vile alivyosaliwa, kulikuwa na furaha hapa ulimwengu, na huko mbinguni kulikuwa na glory. Sasa heaven they were celebrating, na sisi hata pia tunafanya nini? Tuna celebrate. Sisi tukapewa amani. Na hii amani tulipewa, uchunge sana usipoteze. Chunga sana. It is your decision. By the way, wewe ndio utaamua kama uko na amani ama utakuwa na nini? Na amani. Na kama wewe hauna amani, ni wewe umechagua. People cannot be at peace with each other until they are at peace with God. Kama uko na amani kwa Mungu, utakuwa na amani kwako ukipenda. Lakini if you don't have peace yourself, hauna amani, utakaa hivyo tu, you will be sad forever. Sasa sisi tunafundishwa nini? Tuishi kwa amani ndani ya mioyo yetu. Tukue na amani mbele ya Mungu. Maana ukiwa na amani mbele ya Mungu, ukiwa na amani na Mungu, utapenda jirani yako. Ukiwa na amani kwa moyo wako, utamsamehe mwenzio. Ukiwa na amani moyo wako, utapenda familia yako. Lakini kama wewe una amani ndani ya moyo wako, pale popote unaenda unapepa ugonjwa ya kusumbua watu. Because you are not peaceful. Naona hii watu sasa yote wanapuka kila mahali. Ni kwa sababu wao wako na shida ndani ya moyo wao. Lakini kama mtu kuweza kugundua hiyo, wewe unatupu, unaishi na amani. Ukiwa na amani unapata uponyaji. Kama wewe hauna amani, utadungwa mashindano mingi na uweze kupona. Maana roho yako ni mzito. Sasa sisi tuambie Yesu Kristo atutolee kitu iko ndani. Hii inafanya sisi inafanya maisha yetu iwe gumu. Inafanya sisi tuseme nini? Pole. Hata kama ulikosewa zamani, wewe mwambia Yesu Kristo akusaidie utoe hiyo kitu. Maana hiyo uchungu iko ndani ya moyo wako itakumaliza. Itakumaliza kabisa. So sisi tukubali amani. Amani ya Mungu ndani ya moyo wetu, ndio sisi tukue na amani na wenzi wetu. Tutakuwa na amani katika ile kanisa, tutakuwa na amani na kila mtu, na tutakuwa na shida.
Jesus is our great mediator. Nilikuwa nimesema he bridged the gap between the holy God and a sinful man. He bridged that gap. Kulikuwa na nafasi kubwa sana. Jesus is our hope and new. The promise of spiritual rebirth. We receive the promise of rebirth. Sisi ilikuwa kama tumekufa na dhambi, lakini kupitia kwa Yesu Kristo tukazaliwa upya. Jesus is our great rebirth. Yeye alitusaidia ndio tukaamuka. Bila yeye hakuna vile tunaweza kuendelea. Allowing believers he allowed all the believers to experience a new beginning. Unaona mtu akiokoka, sijui sasa watu wengine wanahisi namna gani, lakini siku ile mimi niliokoka nilisikia kama kuna kitu kizuri, kitu kitamu sana ndani ya maisha yangu. I felt something which was so good. Ni kama hata wakati ya ubatizo, ukibatizwa hivi tu pap na utolewe hivi kwa maji, unasikia kitu kizuri ndani ya moyo wako. Wale walibatizwa juzi, sijui kama mlisikia kitu ama roho ngumu. Unajua kama roho ngumu kabisa hawezi. Lakini ukijiachilia mbele ya Mungu, unasikia kitu kizuri sana inatendeka katika maisha yako. Sasa Yesu yeye mwenyewe alitusaidia tukatembea katika hiyo njia. Jesus brought redemption to all mankind. Sisi tulinunuliwa, we were purchased. Sisi ilikuwa ni watu ya kupotea, lakini aliturejesha. He redeemed us. You were redeemed in Christ Jesus. Sasa Yesu anatupenda. Yesu ako na mpango mzuri katika maisha yako. Usife moyo ndugu yangu. Usife moyo dada yangu. Yesu bado anajua mpango yako, anajua maisha yako. Sisi wenyewe tujipeleke mbele zake. Kama kuna kitu ambaye inatusumbuanga, tuombe Mungu atuondolee. Katika hii maisha ya Ukristo, hata ama hii maisha hii dunia hii, kuna mambo mengi vile nilikuwa nimesema. Usikubali yale mambo ya huko nyuma iendelee kukufunga mpaka leo. Achilia. Release your life to Jesus Christ and you will walk free. Wewe utakuwa huru. Usikubali mambo ile najua shetani ni mkora sana. Yeye anajua kutenga watu wa Mungu. Usikubali mtego ya shetani iendelee kunyanyasa wewe katika maisha yako. Sasa ninataka tu tusimame na kila mmoja wetu wewe atazama kwa moyo wako. Ni pande gani ambayo shetani amekushikilia? Ni pande gani? Naomba waimbaji tuimbe wimbo